tunaifanya kwa njia ya kidijitali inayosimamiwa na Soko la Bidhaa Tanzania TMX. Tunafanya minada, wananchi wakiwa wanaona na wakulima, tunaamua bei kwa pamoja, tunakubaliana. Na swala malipo, wakulima kuanzia mnada wa kwanza mpaka mnada wa 6, wakulima wote wameshalipwa, wadau wote fedha zao malipo yao yamefanyika kikamilifu kabisa. Kwa hiyo tunawashukuru wote waliohusika, kuanzia kwa wakulima wenyewe, viongozi wa ushirika kwa maana kwamba wenyeviti wa AMCOS, makatibu wao, maafisa ushirika, ofisi ya mrajisi, ofisi ya katibu tawala mkoa na ofisi ya mkuu wa mkoa, kwa usimamizi mzuri toka tulivyoanza mpaka tulivyofikia sasa. Changamoto ndogo ndogo zilizojitokeza ni changamoto ambazo kimsingi tumejitahidi sana kuzitatua mpaka tunafikia hapa. Hatuna kesi yoyote, hatuna malalamiko ya mkulima kudhulumiwa, wakulima wamelipwa vizuri, na wakulima ambao walikuwa na changamoto kwenye akaunti zao tulikuwa tunatoa muda kwa kufanya marekebisho na kukamilisha taratibu zote. Kwa hiyo niwashukuru pia waandishi wa habari, mmekuwa nasi toka tunapoanza minada mpaka tunapofikia hivi sasa. Niwashukuru sana, na tunapofunga minada ya leo, tumefunga minada lakini msimu bado unaendelea. Tuna korosho za daraja la reject, korosho ambazo hazikukizi ubora, hazikukizi vigezo vya kuwa na ubora kuingia sokoni, kwa maana kuingia kwenye mfumo, tunaziita reject, au korosho ambazo zina daraja tofauti chini ya daraja la kwanza na la pili. Kwa hiyo utaratibu upo ambao tutauanza baada ya siku 2-3 hizi, ambazo korosho hizo zitauzwa kupitia, sio magharama kuu tena, zitauzwa kupitia AMCOS, lakini taratibu za malipo zitaendelea kusimamiwa na chama kikuu, na tutahakikisha korosho zote zinauzwa. Na hapa nitoe rai kwa wakulima wote na viongozi wa AMCOS wote ambao wana korosho reject, korosho ambazo ziko chini ya ubora wa daraja la kwanza na la pili, wahakikishe korosho hizo zote zinauzwa. Tunatoa mwezi mmoja, mwezi wa kwanza, ambapo tutaweka utaratibu. Baada ya hapo, korosho zote ambazo zitakuwa zimebaki, bodi ya korosho watafanya uhakiki kwenye AMCOS zote, na hata kwa mkulima yeyote atakayebainika na korosho amebaki nazo ambazo ziko chini ya ubora, maana korosho hizo kwa mujibu wa taratibu na miongozo ya bodi ya korosho, korosho hizo itabidi zichukuliwe na ziteketezwe kwa moto. Kwa hiyo ni vyema kuliko kusubiri hatua hizo ambazo kimsingi ni zinamtia hasara mkulima ambaye amekaidi. Ni vyema korosho hizo zichukuliwe, ziingizwe sokoni, ziuzwe hata kama ni kwa bei ndogo, lakini